Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala mabad. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leo tumalizie darasa letu namba 3 katika kuelezea wadiyun. Tulianza na maniyun, tukaelezea madhiyu, na leo tumalizie wadiyun. Wadiyu kadhalika ni maji mepesi meupe, lakini haya yanatoka mara nyingi akiba albauli, baada ya kukojoa. Inawezekana wewe mwanamume umekwenda kukojoa, ukimaliza kukojoa ukaona kuna maji meupe meupe yanatoka. Maji haya ndiyo yanaitwa wadii, au baadhi ya wanazuoni wakasema maji haya pia huenda yakatoka baada ya kufanya kazi ngumu. Kwa yawezekana wadiyu yakatoka baada ya kukojoa au baada ya kufanya kazi ngumu. Maji ya namna hii yanayotoka wanaume kwenye sura kama hiyo ndiyo yanaitwa wadiyun au wadiyun. Maji haya hukumu yake ni nini? Haupaswi kuoga. Kama ilivyokuwa madhiyu haupaswi kuoga, pia wadiyu haupaswi kuoga. Hukumu yake haya ni kuosha tu ile sehemu ambapo haya wadii yametoka. Kwa hiyo utaosha tu ile zakari yako, tayari utakuwa umekuwa ni tahara. Nadhani hii ndio itakuwa mwisho wa darasa zetu za kuzungumzia vitu vinavyomtoka mwanaume. Tulianza na madhiyu, tukasema madhiyu lazima uoge. Tukaja asif, tulianza na maniyu, tukasema manii lazima uoge. Kisha tukaja madhiyu. Madhii ni yale maji yanayotoka wakati wa kufikiria mambo ya kijimai na yanatoka bila taarifa. Haya hauogi, haya madhii unaosha tu zakari. Na wadiyu ni yale maji yanayotoka akiba albauli, baada ya kukojoa au baada ya kufanya kazi ngumu. Maji haya pia haupaswi kuoga, ni kuosha tu ile zakari yako. Kwa bila tofiki wa assalamu alaikum wa rahmatullahi